Kama mafanikio yalivyo na kanuni, ni lazima pia uwe na kanuni ya kutumia pesa ili uweze kuwa tajiri, kwa sababu pesa usipoichagulia sehemu ya kwenda, itakuchagulia sehemu ambapo haifai kwenda. Na ni lazima uwe na budget. Usipokuwa na budget utakuwa maskini. Na kuwa na budget sio ubaili, lakini ni utaratibu muhimu ambao utakusaidia wewe kukupa mwongozo wa pesa iende wapi utakapoipata na uitumie vipi. Mfano, katika pesa, ukija kwenye masuala ya pesa, kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia. Kitu cha kwanza kabisa tunasema kuna kitu kinaitwa mapato. Lakini pia kitu cha pili tuna kitu kinaitwa matumizi. Ukiangalia hivi vitu vyote, kuna kitu kingine ambacho sasa tunakuja, ukipata pesa, matumizi, pesa yako unaipeleka wapi? Kuna vitu ambavyo tunasema vyenyewe vinatumia pesa, ambapo tunaviita ni moja, tunasema ni liability. Lakini pia namba 2 tunasema ni asset. Ukija kwenye upande wa watu, hivi vyote vitu vinne hivi, kila level ya watu ambao wanajiita kipesa, kuna maskini, kuna watu wa kipato cha kati, kuna watu wanaitwa matajiri. Kila level wana namna ya kutumia. Tukija kwa upande wa maskini anapopata pesa, kitu cha kwanza, maskini hawa maskini bana wenyewe akishapata kipato, tuseme mapato, moja kwa moja anakimbilia kwenye kitu kinaitwa matumizi. Hazingatii hivi vitu. Liability, tunasema liability ni vitu vinavyo tumia pesa. Lakini asset tunasema ni vitu vinavyo kuingizia pesa. Sasa maskini anapopata haangalii vitu viwili, anaangalia vitu viwili, anazingatia tu hapo mapato na matumizi. Kwa hiyo maskini anapopata pesa, kitu cha kwanza anachowaza yeye ni kutumia. Ndio maana utakuta mtu akiingiza pesa upande wa maskini, kwa kuwa azingatii liability na asset, akipata pesa anataka aitumie yote kwa muda ule. Kama amepata milioni 10, yani atanunua tu vitu pasipokuwa na mpangilio. Itakapobakia labda milioni 1 au milioni 2, ndio atasema Mungu, naomba unisaidie niweze kuwa na matumizi mazuri. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, hautakiwi kutumia pesa kama hii level wanaojiita watu maskini, kwa sababu hawazingatii hivi vitu vyote. Lakini kuna watu wanajiita watu wa kipato cha kati. Kipato cha kati, hawa watu nao wana matumizi yao kwenye hii kanuni. Watu wa kipato cha kati tunaweza kusema mfano ni waajiriwa. Tuchukulie mfano, mtu ameajiriwa labda NMB kama accountants ama mhasibu. Ameanza tu kazi, akaambiwa kwamba tunaweza kukukopesha mkopo wa milioni 15. Sasa yeye anapopata ile milioni 15, aangalii assets, anaangalia liability, ambapo akipewa ile milioni 15 anaenda kununua IST ya milioni 15. Sasa mtu kama huyo unakuta tayari moja amejiongezea budget ya mafuta kila siku, na gari yenyewe unakuta anachukua asubuhi, anaendesha mpaka ofisini, anafika anapaki, anaingia ofisini, jioni kazi ikiisha anachukua gari anarudi zake nyumbani. Kwa hiyo yule mtu tunasema kwamba anakuwa amejiongezea budget
pasipo kufuata kanuni ya pesa. Kwanza amejiongezea bajeti ya mafuta, amejiongezea bajeti ya service ya gari. Kwa hiyo kwanza kwenye mshahara wake unakuta anakuwa anakatwa asilimia za ule mshahara wake, na bado amejiongezea matumizi mengine. Kwa hiyo kuna watu ni maskini, yani wanaingiza milioni 10, lakini ukija kwenye uhalisia hana utofauti na yule mtu ambaye amekaa tu nyumbani haingizi pesa yoyote kwa siku, kwa sababu kuna mtu ndani ya mwezi anaingiza milioni 10, lakini matumizi yake ya mwezi anatumia milioni 15. Kwa hiyo tayari wewe unakuta ana negative 15 milioni. Kwa hiyo huyu tunasema kwamba ana utofauti na mtu maskini ambaye amekaa tu nyumbani. Na watu wengi wa kipato cha kati wanaoitwa watu wa kipato cha kati wana hii tabia. Kwa hiyo yeye akipata pamoja mapato, matumizi, anakuja sana ikija kuangalia kwenye hivi vitu viwili, vitu vinavyotumia pesa na asset, anakimbilia sana hapa kwenye kitu kinaitwa liability. Liability ina maana anabezi sana kwenye vitu vinavyotumia pesa badala ya kuwekeza vitu vinavyomuingizia pesa. Na akishamaliza huko kwenye vitu vinavyotumia pesa, asilimia kama wengi wao, asilimia kama 5 ndio anakuja anaangalia hapa kwenye kitu kinaitwa assets. Na wengine hawaangalii kabisa hapa kwenye hii sehemu ya assets, wanadili tu hapa. Akipata pesa kwenye mapato matumizi, anakuja sana na base na hivi vitu vinavyotumia pesa. Hawa watu wa kipato cha kati. Ndio maana unakuta kama nilivyowaambia, mtu anapokea mshahara wa milioni 10, lakini matumizi yake ya mwezi ni milioni 15. Haya, tukija upande wa watu wanaitwa matajiri. Hawa matajiri, hawa wenyewe bana, namba 1 mapato. Haya, hawa wenyewe wana kanuni yao moja fulani hivi, ni kanuni nzuri sana, kwamba yeye atakapopata mapato, matumizi anayaacha kwanza. Yaani hapa anapaacha kwanza hapa kwenye matumizi, na hapa napo anapaacha hapa kwenye liability. Anakuja hapa namba 2 assets. Kwa hiyo anapopata tu pesa, kama labda huwa anapata pesa, anatoa zaka na sadaka kwa ajili ya Mungu, anaiweka pembeni. Kinachofuata anakuja anazingatia tena kwenye kitu kinaitwa assets. Hapa anafanya nini? Anapopata pesa tu, kile kitu cha kwanza anazingatia kwanza, anaenda kuwekeza kitu ambacho kitakuwa kinamuingizia pesa. Na hiki kitu kinachomuingizia pesa baadaye kianza kutoa faida, ndio anakuja sasa anakuja kuchukua matumizi huko kwenye nini, baada ya kuwekeza hizi assets zote, vitu ambavyo vitamuingizia pesa akiwa navyo vingi, ndio anakuja sasa anaanza kuzingatia matumizi hapa. Anakuja anaanza kuzingatia matumizi baada ya hizi assets, vitu ambavyo amewekeza kumzalishia faida, ndio anaanza kukata hapa. Kwa hiyo ukweli ni kwamba usipokuwa na kanuni ya matumizi ya pesa, hauwezi ukawa tajiri. Siku zote utakuwa unalia tu kwamba ni maskini, hata kama una ajira, lakini hauzingatii kanuni ya matumizi nzuri ya pesa. Wewe unazingatia tu hapo kwenye liability na matumizi mengine ya kawaida, hautoweza kufanikiwa. Ni lazima unapopata pesa, ili uweze kuzimaintain vizuri na zifanya zikusaidie kuzalisha kipato, ni lazima kwanza uwekeze sana kwenye asset kama hawa matajiri wanavyofanya, tofauti na hawa hapa watu wa kipato cha kati ambao wanazingatia sana liability, matumizi, kuliko kuwekeza, na hawa maskini ambao wao wakipata tu pesa anaenda kupeleka kwenye matumizi. Ningependa kujua wewe ni kanuni gani ambayo huwa unaitumia kwenye pesa. Weka hapo chini kwenye komenti, watu wajue kanuni nzuri ambayo inasaidia watu kuelekea na kuwa matajiri kwa kuwekeza kidogo kidogo. Ukianza hapa upande wa kwanza wa maskini, kipato cha kati
lakini pia na matajiri. Kanuni nzuri ni hapa, lakini ningependa uniwekee kwenye comments, wewe huwa unatumia kanuni gani upande wa kuwekeza pesa yako ili iweze kukusaidia uweze kufanikiwa katika maisha. Mungu akubariki sana.